Kitale, lingine Mombasa. Mimi si ni Mkenya. Na last year nilikuwa tena Nairobi. Na this year nimeanzia Keroka. Na mchungaji Daktari Thomas Nyakundi ni baba yangu. Nyie ni mwenyekiti wenu wa field, mimi ni baba yangu. Kwa hiyo mama, kwa wale watoto wako ongeza na magoti. Pastor alinipokea zamani sana mwaka wa 2015 akiwa katibu wa conference ya Nyamira. Akanipokea, akanilea, na leo tena amenipokea akiwa kiongozi mkuu wa field. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa ajili ya mchungaji na Daktari Nyakundi. Lakini pia nimefurahi kumwona mchungaji ambaye ndiye katibu wetu wa field hii. Mungu ambariki sana kwa upendo mkubwa. Lakini ndugu yangu mkubwa Elda Ondicho, yeye ni kaka yangu mkubwa. Hata aliniambia Magoti, naweza kuleta helikopta ikaja Tanzania ije ikuchukue. Amekuwa rafiki yangu wa kipindi kirefu. Nimeenda hadi huko kwao panaitwa Mosocho. Nilienda hadi Mosocho. Mungu akubariki sana pamoja na familia. Mungu ambariki sana mchungaji wenu wa hapa Pastor Peter. Pastor Peter ananipigiaga simu hata usiku nimelala na bibi yangu. Ananiambia, unajua Keroka inakusubiria. Haya Pastor Peter, nimefika. Sasa acha tutangaze habari ya Yesu. Unajua Wasabato wanapenda kushangaa. Mkimaliza kushangaa muangalie mbele. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Abantu banyasaye mbuya muno. Nyasaye abasesenya abantu banyasaye. Abantu banyasaye n'abakwaniri. Nyasaye lomuya. Nyasaye lomuya. Unajua jina la Magoti kwa Kikisii, Magoti kwa Kikisii, ukikosea unaweza ukaita pombe. Pombe inaitwa Ahmarua, alafu Magoti anaitwa Ahmaru. Kuna Amarua na Amaru. Mimi ni Amaru. Nataka niwaonyeshe mimi ni mtoto wa Dr. Nyakundi. Hata Kikisii ninajua. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pia tumeambatana na mchungaji na daktari. Yeye sio daktari wa PhD, ni daktari wa medicine. Mchungaji Fadhili Lubua ni mchungaji, anasoma chuo kikuu pale Arusha, anafanya theology, na tutakuwa naye hapa kwa wiki zote mbili. Ukiona mwili wake hauendi sawasawa na sauti yake. Ana mwili mdogo lakini sauti yake imeshiba. Ni mchungaji ambaye Mungu anamtumia sana. Ni mchungaji ambaye Mungu anamtumia sana. Kule kwetu Tanzania ndiye mmoja ya wachungaji vijana wanaokuja na spidi kubwa. Na mwezi ujao, labda Elda na Dr. Nyakundi ufahamu ya kwamba mwezi ujao Pastor Lubua anafunga ndoa. Anapata mwanamke na yeye awe sasa mtu mzima. Kwa hiyo tumuombee sana. Tumuombee sana kwa mibaraka hiyo ya ndoa. Lakini pia
mke wangu, nyinyi mnasema bibi yangu amewasalimia sana. Anaitwa Veronica, na labda Elidaundicho anaweza asijue, lakini nadhani anajua ya kwamba sasa hivi na vijana wawili, nina vijana wawili na safari inaendelea. Nina vijana wawili lakini safari bado inaendelea. Kwa hiyo tunaomba Mungu atusaidie, maybe ile siku ya mwisho ya mkutano tunaweza tukawa nao hapa Keroka. Kwa hiyo tunamuomba Mungu azidi kutusaidia. Tanzania, viongozi ambao Dr. Nyakundi anawafahamu wamenipatia salamu. Hata jana nilikuwa naotoka nikampigia katibu anaitwa Pastor Nicodemus Ntabindi, nikamwambia navuka mpaka na kuja Kenya, akaniambia wasalimie. Kwa hiyo katibu wetu amewasalimia. Sijapokea salamu za viongozi wengine, lakini nikiwa hapa nitaendelea kupokea. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana. Abantu banyasaye tene na tusabe Roho Mtakatifu Baba na Mungu wetu wa mbinguni, saa imefika, neno lako lihubiriwe. Saa imefika, jina lako litangazwe. Saa imefika, watumishi wako tunahitaji ututumie. Wewe ambaye mara nyingi umetutumia sehemu mbalimbali, tunaomba sasa ututumie katika eneo hili la Keroka. Tumeona viongozi wetu wa field wote wametufikia, Mchungaji Daktari Nyakundi pamoja na viongozi wenzake. Tumeona viongozi wa county wametufikia, tumeona viongozi wa sub county, tumeona church members wamefika, wageni wamefika, wanahitaji kusikia ukisema pamoja nao. Ninakuomba nguvu ya kimungu ishuke mahali hapa. Ninaomba malaika zako waonekane mahali hapa. Ninaomba mimi nipungue na wewe Yesu uongezeke. Ninaomba ukanifiche kabisa nyuma ya msalaba wako, na wewe Yesu ukapate kuonekana kwenye mkutano huu siku ya leo. Wagonjwa ukawaponye kwa nguvu zako, waliokata tamaa ukarejeshe tumaini lao, wanaolia ukawafute machozi, waliopoteza amani ukawatengenezee amani. Ninaomba Jehova ukapate kuonekana wewe. Onekana sasa, mfalme wa falme. Onekana Mungu wa miungu. Onekana Baba wa mababa. Ndivyo ninavyokuomba kwa imani, kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Watu wote tuseme amina. Amen. Unaweza kukaa. Watu wa Mungu, somo letu la leo lina kichwa kinachosema
Kwa nini arobaini? Kwa nini arobaini? Why 40? Kwa nini arobaini? Yesu alifunga siku 40. Hakula chakula siku 40. Mvua ilinyesha siku 40, mchana na usiku. Wakati wa Nuhu mvua ilinyesha siku 40. Lakini baada ya siku 40 Yesu kufufuka, alienda kuwaona wanafunzi wake. Baada ya siku 40 Yesu kufufuka, alienda kuwaona wanafunzi wake. Kwa nini 40? Musa akawachukua watu 12 kwenda kuipeleleza nchi ya Kanani. Wale watu wakakaa kule Kanani muda wa siku 40. Wakaleta taarifa. Kwa nini 40? Hebu sikia. Mali fulani Elia akiwa anamkimbia mwanamke anaitwa Yezebeli, akaanguka kwenye mti unaitwa mretemu. Malaika akamtokea Elia akamwambia ya kwamba chukua chakula hiki ule, kwa sababu bado una safari ndefu. Na akala chakula, akapata nguvu ya kutembea kwa siku 40. Kwa nini 40? Mahali fulani Yona anaenda Ninawi na kuambia watu wa Ninawi ya kwamba baada ya siku 40 Ninawi itaangamia. Kwa nini 40? Hebu sikia. Sauli aliongoza miaka 40. Daudi akaongoza miaka 40. Kwa nini 40? Sisi Waswahili tunasema siku za mwizi ni 40. Kwa nini 40? Kwa nini 40 inajitokeza mara kwa mara? Mahali pengine mtoto akizaliwa anatolewa nje baada ya siku 40. Mtu akifiwa anakuwa huru baada ya siku 40. Swali, kwa nini 40? Hebu sikia. Ukisoma kwenye Biblia yako neno 40 limetokea mara 146. Neno 40 limetokea mara 146. Kwa wale waliosoma lugha za Kibiblia, mahali pengine neno 40 linatamkwa kwa jina linalosema tesera konta. 40, tesera konta. Kwa Kiebrania neno 40 linaitwa arobaim. 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 Watu wa Keroka, tunapoanza mikutano hii tunaanza na sermoni inaitwa 40. Kwa nini 40? Kwa nini 40? Hebu sikia. Neno 40 ndani ya Biblia ukisoma kwa kuichunguza linaonyesha mambo makubwa matatu ambayo mwanadamu anaweza kuyapata kwenye maisha yake. Neno
Arobaini, ukichunguza Biblia yako, inaonyesha vipindi vitatu ambavyo mwanadamu anaweza kuvipitia anapoishi katika dunia hii. Neno 40. Natamani si kama microphone ile iko karibu apewe mtu mmoja awe anatusomea. Iko tayari hapo. Sasa kama iko tayari naweza kushuka hapa, si ndivyo pastor? Nikipanda na kushuka. Na pastor ameniambia chakula kipo. Kwa hiyo acha nishuke alafu nitapanda. Jamani, Bwana asifiwe. Nitapanda na kushuka, na treasurer yuko hapa amesema pesa iko. Kwa hiyo tutakula tunavyotaka. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Soma pamoja nami kitabu kile cha Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 17. Samueli wa kwanza sura ya 17 na ule mstari wa 15 na wa 16. Biblia inasemaje? Biblia inasemaje? Basi Daudi alikuwa akienda kwa Sauli na kurudi ili awalishe kondoo za baba yake huko Bethlehem. Basi Daudi alikuwa akienda na kurudi kuwalisha kondoo wa baba yake huko Bethlehem. Ndipo Yese akamwambia Daudi mwanawe. Ndipo Yese akamwambia Daudi mtoto wake, haya sasa wachukulie ndugu zako Eva ya bisi. Basi nenda ukawachukulie ndugu zako chakula uwapelekee. Na mikate hii 10, na mikate hii 10 ipeleke upesi kambini mwa ndugu zako. Uipeleke upesi kambini mwa ndugu zako. Okay, hiyo ni 17. Endelea. Alright. 18. Ukampelekee akida wa 1000 yao zipini hizi 10. Hebu sikia. Kipindi hicho kulikuwa kuna mtu anaitwa Goliath. Goliath alikuwa ni kiongozi wa Wafilisti. Alikuwa na nguvu ya ajabu sana. Alikuwa ni kiongozi ambaye watu walimuogopa. Hata wana wa Israeli pia walimuogopa Goliath. Ikafika kipindi Goliath akaanza kuwasema vibaya wana wa Israeli. Goliath akawatishia, akawafanyia mabaya wana wa Israeli. Na maandiko yanasema Goliath akayafanya hayo kwa muda wa siku 40. Kwa siku 40 wana wa Israeli hawakuwa na furaha kwa sababu ya Goliath. Kwa siku 40 ya wana wa Israeli iliondoka kwa sababu ya Goliath. Kwa siku 40 matumaini ya wana wa Israeli yaliondoka kwa sababu ya Goliath. Goliath aliwatesa watu kwa muda wa siku 40. Hebu sikia, japokuwa taifa la Israeli lilikuwa ni taifa teule la Mungu, japokuwa taifa la Israeli lilikuwa ni taifa ambalo Mungu amelichagua, lakini kwa sababu ya Goliath amani ya taifa iliondoka. Kwa sababu ya Goliath furaha ya taifa iliondoka. Kwa sababu ya Goliath vicheko vya taifa viliondoka. Na Goliath aliondoa furaha ya watu kwa siku 40. Wakati mwingine siku 40 ni kipindi ambacho Goliath anaondoa furaha ya maisha yako.
Arobaini ni kipindi ambacho Goliathi anaondoa amani ya maisha yako. Unajua, ninaongea na watu wananisikiliza leo. Yawezekana kuna mtu yuko hapa, yuko kanisani, lakini ukweli ni kwamba hana furaha. Unajua, kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, yuko kanisani, lakini ukweli hana amani. Unajua, kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, hata usiku wa leo hakupata usingizi. Kuna Goliathi anampesa. Naomba nikuulize swali. Wewe Goliathi wa maisha yako ni nani? Wewe Goliathi wa maisha yako ni nani? Ni kitu gani kinakuumiza moyoni? Je, ni pesa? Je, ni watoto? Je, ni ndoa? Je, ni magonjwa? Je, ni ndugu zako? Naomba nikuulize swali. Ni jambo gani linaondoa furaha ya maisha yako? Kia wana wa Israeli, japokuwa walikuwa ni taifa teule, lakini Goliathi aliwatesa. Unaweza ukawa ndani ya kanisa na usiwe na furaha. Unaweza ukawepo ndani ya kanisa na usiwe na amani. Unaweza ukaimba kwaya lakini usiwe na matumaini. Msione watu wametulia kanisani mkadhani wote wana furaha. Msione watu wamenyamaza kanisani mkadhani wote mambo yao yako sawa sawa. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, hata usiku hakulala vizuri. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, ana ndoa lakini hafurahi ndoa yake. Kuna mtu yuko hapa ananisikiliza, anafanya kazi lakini hana furaha na hiyo kazi. Kuna Goliathi anamtesa. Kuna Goliathi anamtesa. Na ninataka nikwambie ya kwamba unapoishi katika dunia hii, mambo yafuatayo naomba uyachukue. Hilo nalo ni tatizo. Hebu nirudie. Unapoishi katika dunia hii, kama hautapata matatizo, hilo nalo ni tatizo. Unapoishi katika dunia hii, kama hautapata shida, hiyo nayo ni shida. Wewe ni nani usipate shida? Yesu mwenyewe akiwa kwenye hii dunia, naongea habari ya Yesu akiwa kwenye hii dunia, ilifika wakati akasema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Huyo ni Yesu. Na wewe ambaye hujawahi kukemea hata mapepo ya mafua, huyo ni Yesu. Alipita kwenye shida. Ngoja nikwambie, moja ya sifa ya kuishi duniani ni kupitia shida. Lazima upitie shida, kwa sababu shetani yupo katika dunia hii. Utapata shida kanisani, utapata shida ofisini, utapata shida ya shamba, utapata shida kwa ndugu zako, utapata shida kwenye biashara, utapata shida kwenye masomo yako. Unapoishi katika dunia hii, usipopata shida, hiyo nayo ni shida. Na kila mtu unayemuona duniani ana matatizo yake. Hebu nirudie. Nimeambiwa nishuke tena, na mimi naomba nishuke, halafu nitapanda tena. Bwana Yesu asifiwe. Abantu banya saibu ya leo. Hebu sikia. Unapoishi katika dunia hii, lazima upate shida, lazima upate matatizo. Lakini kumbuka jambo la pili, ukiwa ndani ya Yesu, kila shida utakapopata ni saizi yako. Hebu nirudie. Ukiwa ndani ya Yesu, kila shida, kila tatizo utakalolipata ni saizi yako. Kila mtu ana saizi yake. Ndio maana mimi siku hizi nikiwa nahubiri kanisani, ukiona mtu analala kanisani,
siku hizi sitaki mumuamshe alale, kwa sababu Yesu alisema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, na mimi nitawapumzisha. Sasa mtu yuko kwa Yesu, matatu yake amepeleka, acha alale. Wala usimuamshe, acha alale. Ile kitu utafanya, chukua kitabu yako alafu fanya hivi ili alale vizuri, kwa sababu watu wana shida. Goliati anawatesa watu, na Goliati akafanya yale mambo kwa siku 40. Baada ya siku 40 poteza Goliati. Baada ya siku 40 Daudi akamuondoa Goliati. Magoti unatuambia nini? Nasema hivi, hakuna tatizo la milele kwenye maisha yako. Hakuna tatizo la milele kwenye maisha yako. Hata matatizo unayopitia leo, siku moja yataisha. Siku moja yataisha. Siku moja yataisha. Hakuna tatizo la milele. Kila tatizo lina mwisho wake. Leo wanakusema vibaya, kesho watakusalimia kwa heshima. Leo wanakusema vibaya, kesho wataomba msaada wako. Katika dunia hii hakuna tatizo litakalodumu, na ndiyo maana usimdharau mtu. Usimdharau mtu. Usimdharau mtu. Unapoishi kwenye dunia hii, usionyeshe dharau kwa watu. Wapende watu wote. Waheshimu watu wote. Ongea na watu wote. Salimia watu. Acha kunyanyua mabega. Unajua kuna watu wananyanyua mabega. Kuna watu wakipata pesa ananyanyua mabega. Kuna watu wakipata cheo ananyanyua mabega. Na kumbukeni, tunahubiri hapa ni watu Tanzania. Kwa hiyo tutakuwa tunaongea Kiswahili. Kwa hiyo tutakuwa kwenye sermon, lakini tutakuwa kwenye Swahili sermon. Swahili class. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza na Kiswahili. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuwanya sai, nyasai no muya. Hebu sikia. Usinyanyue mabega. Leo ni kwa huyu, kesho ni kwako. Leo ni kwa huyu, kesho ni kwa mwingine. Kama Goliati aliondoka, na wewe matatizo yako siku moja yataondoka. Kama Goliati aliaga, na wewe siku moja matatizo yako yataaga. Jamani, Bwana asifiwe. Kitabu cha Kutoka sura ya 24. Kitabu cha Kutoka sura ya 24 na ule mstari wa 18. Kitabu cha Kutoka sura ya 24 na ule mstari wa 18. Biblia inasemaje? Inasema, naam, Musa akaingia ndani ya lile wingu. Musa akaingia ndani ya lile wingu. Akapanda mlimani. Akapanda mlimani. Musa akawa huko katika ule mlima siku 40. Musa akakaa kwenye ule mlima siku 40. Mchana na usiku. Mchana na usiku. 40 ni kipindi ambacho Musa haonekani kwenye familia yake. 40 ni kipindi ambacho Musa haonekani kwa watu anaowaongoza. 40 ni kipindi ambacho Musa haonekani kwa ndugu zake. Maandiko yanasema Musa akakaa kwenye lile wingu muda wa siku 40. Muda wa siku 40. Na wasomaji wa Biblia mtafahamu, Musa alikuwa ana mke anaitwa Sipora. Kwa siku 40 Sipora hakumuona mme wake.
Musa alikuwa na watoto kwa siku 40. Watoto hawakumuona baba yao. Musa alikuwa ni kiongozi kwa siku 40. Wananchi hawakumuona kiongozi wao kwa siku 40. Musa haonekani. 40 ni nini? 40 ni kipindi ambacho yule unayemtegemea haonekani. 40 ni kipindi ambacho yule ni kiongozi haonekani. 40 ni kipindi ambacho unabaki peke yako. Mke wa Musa alibaki peke yake kwa siku 40. Mke wa Musa anatafuta mme wake, hamuoni mme wake kwa siku 40. Watoto wa Musa wanamtafuta baba yao, baba yao aonekani kwa siku 40. Magoti unatuambia nini? 40 ni kipindi cha upweke. Ni kipindi cha upweke. Ni kipindi cha upweke. Ni kipindi cha kuwa isolated. Ni kipindi unachobaki peke yako. Ni kipindi ambacho matatizo unayapata, lakini hakuna wa kukusaidia. 40 ni kipindi ambacho unalia ukiwa peke yako. 40 ni kipindi ambacho yule uliyemtegemea leo anakusema vibaya. 40 ni kipindi ambacho yule uliyemsaidia anabadilika kuwa adui yako. 40 ni kipindi cha moto, ni kipindi kigumu. Wale wamama wajane walioko hapa watajua Magoti anaongea kitu gani. Wale watoto yatima walioko hapa watajua Magoti anaongea kitu gani. 40 ni kipindi ambacho unabaki peke yako. Ni kipindi ambacho mme wako uliyempenda anapolala na unabaki na watoto. Ni kipindi ambacho watoto wanakusumbua na hakuna wa kukusaidia, uko peke yako. Ni kipindi ambacho unatamani kusoma lakini hakuna wa kukusaidia, unabaki peke yako. Ni kipindi ambacho unatamani kupandishwa cheo lakini hakuna wa kushika mkono, unabaki peke yako. Ni kipindi cha moto. Naomba niwape story. Hata Elidaondiji Dr. Nyakundi atalishangaa. Akasema huyu mtoto wangu Magoti zama kuwa hana alama kichwani, mbona siku hizi ana alama kichwani? Zamani akiwa pale Nyamira Town alikuwa hana hizi alama kichwani, siku hizi ana alama kichwani. Amekuwaje huyu mtoto? Yawezekana wale zamani watakuwa na maswali hayo, hata Ondiji wanaanza na maswali hayo. Sasa naomba niwape story. Nafundisha somo letu Arobaini. Mwaka wa 2017 kulikuwa kuna TMY hapa Kenya. Mimi Magoti nikawa nimepangwa kufanya mkutano kwenye gereza inaitwa Lang'ata, gereza la wakina mama. Nikawa pale Lang'ata ninahubiri. Wakati tumemaliza ule mkutano, siku hiyo Jumapili asubuhi tunaenda airport kupanda ndege turudi Tanzania. Ndani ya gari kulikuwa kuna wachungaji 5, tulikuwa 5. Sasa tunapita barabara inaitwa Mombasa. Mimi nimekaa mbele, nikawa na chati na mke wangu. Namwambia Veronica ndio tunaelekea airport. Anaambia mme wangu nakusubiri. Na wakati nilikuwa nina wiki kama 6 sijamuona mke wangu kwa sababu ya hii injili nazunguka huku na kule.
na mke wangu alikuwa na mimba ina miezi 8, alikuwa karibu kabisa na kujifungua. Akaniambia, mume wangu nakusubiri. Na mimi nikamwambia, Veronica, sasa hivi sitoki kabisa mpaka ujifungue ndio nitaanza safari tena. Akaniambia, jamani mume wangu, tunachati. Ile kidogo tu nikasikia Pastor Moses alikuwa nyuma, akasema, Mungu tusaidie. Nikaona gari yetu inaingia kwenye roli, tukaingia kwenye uvungu wa roli, gari yetu ikafinyana humo ndani, tukawa kama chapati. Mimi nikaliwa kichwa kama vile mnaona, na kililiwa kichwa kikavurugika. Mchungaji Moses jicho lake